sikiliza ile maneno. Eti mtume alikwenda kwa ami yake akamwambia, wajua bosi amezimikia pisikali. Yani bosi ni nani? Mama Khadija kazimikia pisikali. Pisikali maana yake ni nani alozimikiwa? Bwana mtume kamuita pisikali, au sio? Lakini yeye mtume hakukubali kufanya upuuzi. Yeye tena alikwenda kumwambia ammi yake mzee Abu Talib, yule bosi wangu mama Khadija kakolea na pisikali. Ndio? Unanambiaje wewe Muhammad? Ananipenda eti ananitaka niachie mimi hilo. Akalitengeneza posa, kaenda babake wazazi hapo, someni hapo. Yani Abu Talib ndio kaenda kupeleka posa kwenye familia ya mama Khadija. Posa za siku hizi mtoto anawatuma watoto wenzie, wewe unakuja kwangu kuwa mimi nakubali? Nitakufukuza hata kwa mikwaju. Siozeshi wauni mimi. Kanichanganya, japo wanatumia pisikali watumia kwa nani? Kwa mwanamke, lakini kachanganya na utasikia tu bosi. Eti bosi akaigaiga bali kuongea kwake, ana tabia yake kuongea kama kizaramu. Eti bosi kazinikia pisikali. Yeye tena alikwenda kumwambia ammi yake mzee Abu Talib, yule bosi wangu mama Khadija kakolea na pisikali. Ndio? Unanambiaje wewe Muhammad? Ananipenda eti ananitaka. Unakosa adabu. Yani mama Khadija ndio bosi kazimikia. Hizi lugha gani za kiuni? Alafu pisikali ndio bwana mtume sasa. Unakosa adabu, kuwa na heshima. Usidhihirisha ule undani wako, sababu wewe dhahiri yako onekana ni shekhe, lakini inawezekana mna undani wenu. Mashekhe wa kimjini wa Dar es Salaam, inawezekana una undani wako, usidhihirishe mbele za watu. Kwa tunampa muda atavojiba dua. Hii ni majlisi haikuwa rasmi hapa, lakini atakavojiba dua huyu amemkosea adabu nani? Mtume sasa. Na ndio maana waliomjibu sio kwamba sisi tutazungumza. Kuna wenzie makhurafi washamjibu, mashia washamjibu, au makhurafi wenzie watu wadufu pia washamjibu. Lakini mwisho sisi tupeleka salamu zetu kwa mufti. Sisi tumuuliza mufti, bifadhlika ya mufti. Na tumuuliza pia Sheikh Walidi, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, bifadhlikum, hivi mnaona bwana Mziwanda amepatia au amekosea? Hebu waambieni Waislamu, kusema kwamba mama Khadija alikuwa ni mshanga. Mufti, hii sauti hivi mufti, bifadhlika, kwa heshima yako kama mufti, amepatia amekosea Mziwanda? Utaulizwa yaumul qiyama. Sheikh Walidi, hiyo kazi uliokuwa nao mufti wa mkoa sio kutatua tu mizozo ya ndoa na mambo kama haya. Katika sifa ya mtu alim, likitokea jambo ambalo masala ambayo ni mushkila, katika sifa yake ni kuyaweka wazi na kundoa ishkali kwa watu. Hebu tuambieni nyinyi, ili Waislamu wawasikie, pimeni haya maneno na leteni hoja. Hapa amepatia Mziwanda kwa hoja, hapa amepatia. Kama amekosea mwambieni atubie. Hujasema hukumu, sisi hatujakwenda huko. Kwanza mwambieni atubie, na muwe na tabia ya kunasihiana. Ad-dinu an-nasiha. lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Wamelaniwa wale wana wa Israeli kwa ulimi wa Daudi na Isa ibn Maryam, kwa sababu walikuwa wakiyatenda, walikuwa wanachupa mipaka, lakini katika jambo walikuwa wakilitenda ni sababu ya kulaaniwa. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa wakatazani maovu wanaoyatenda. Msio na tabia ya Kiyahudi, tabia ya kibani Israeli. Shekhe anakosea, shekhe anazungumza mambo ya ovyo, mwaminiana tu makaa kimya. Sasa hizi ni salamu kwa mufti. Ikiwa huyu bwana amekosea, wewe tuambie kakosea huyu, au mwambie umekosea, tubia. Kama ni kwa siri atoke afanye taraju. Amepatia pia tuambie. Na Sheikh Walidi pia tuwapelekea salamu hizo, sababu yuko chini yako kwenye mkoa wako, anakiri wewe ni kiongozi wake. Akisimama sijui akiri kweli au naye atafuta cheo tu vile anajikomba komba, lakini akiri kwamba wewe ni shekhe wake wa mkoa, kiongozi wake. Hebu kiongozi wake tuambie, na ilmu uliokuwa nao Sheikh Walidi ulioipata kwa Sheikh Muhammad Ayubu, hebu tuambie amepatia au la.
Kusema Mama Khadija alimtongoza bwana mtume, amepatia amekosea. Kusema bosi alizimikia pisikali, amepatia amekosea. Kusema kwamba huwezi kufanya kazi ya dawa ukao umefanya kazi kweli mpaka utongozwe, haya maneno ni ya sawa au si sawa? Ni maneno ya sawa, ni maneno ya adabu. Kutongoza maana yake ni kuposa, ni kuposwa. Maana kuna maana al-awwal katika lugha, maana ya mwanzo ya neno. Tuambie kabla hatujaingia, tunaweza kufungua vitabu katika balagha, hakika ya maneno, maana ya mwanzo ni ipi? Je, yafaa mtu kuacha maana ya mwanzo kwenda ya pili? Yafaa kuacha hakika kwenda katika majazi kwa sharti zipi? Yote haya mambo tunayajua na vitabu viko. Hatujafikia huko, tunataka tupate majibu. Na haya ni maombi kwa mufti na Sheikh Walidi, sualun maftuhun la yahtamilu as-sukutu alayhi. Wajazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Nitaishia hapa bana. Haya maswali pia naona yaakhirisha. Muda umeenda sana. Au msemaje mashaka? Saa 3 hii.